anamshawishi Yusufu amfikirie Bahari. Bahari anampenda sana, anamhitaji sana, lakini Yusufu anakataa katukatu kwamba yeye yuko kwenye mahusiano mengine, ana mpenzi wake anaitwa Zelia na anampenda sana, na hata Bahari analijua hilo. Miss Feruzi anazidi kumshawishi kwamba atampa chochote anachokitaka, hata kama ni nyumba, mali, madaraka, ili mradi tu la binti yake. Yusufu anazidi kukomaa kwamba yeye adanganyike na hivyo vitu na hawezi kumsaliti mpenzi wake. Miss Feruzi anaomba kama hawezi kumpenda Bahari basi arudi kazini, angao Bahari awe anamuona tu na awe karibu na Bahari, lakini Yusufu amegoma katukatu kwamba yeye ameshapata kazi nyingine. Huku upande wa pili Fida anagundua kwamba Samet hayuko nyumbani. Anatoka nje na kukuta Yusufu na Zelia. Anauliza kama amemwona Samet. Nao anashangaa. Alikuwa ndani. Ndio, lakini hayupo. Zelia anamwambia kwamba alikuwa nje akijifunza ngumi na mlinzi. Wao mbona wengine wakatoka nje kuuliza walinzi kama ameona Samet. Walinzi nao hawajui Samet alipo, lakini kwamba Samet alikuwa na mlinzi mmoja. Wameaga kwamba waenda stationary kufuata kitu. Yusufu anamwambia kwamba mbona hamna stationary karibu? Walinzi wakajaribu kumpigia yule mlinzi lakini hakupatikana. Hapo anagundua kwamba Samet ametekwa. Familia nzima inachanganyikiwa. Yeye ikabidi ampigie Azizi na kumwambia kwamba Samet hayupo. Wamemteka Samet. Bibi Azizi anachanganyikiwa na kuanza kujilaumu. Hayo yote ni kwa sababu yangu. Ibidi niwepo niwalinde. Kwani kila siku ni mimi tu. Hivyo anamtuliza kwamba atulie na asipanic. Inabidi wafike nyumbani kwanza ili wajue zaidi. Bibi Azizi anarudi nyumbani chap na kuanza kuwashia moto. Kwamba alikuwa wapi mpaka Samet anatekwa. Kila hayo yote ni sababu yangu. Ibidi niwepo kuangalia dogo zangu. Huko David nao anawashia moto walinzi. Mlikuwa wapi? Mlikuwa mpaka natekwa. Na huyo mlinzi ni nani? Walinzi wakawa hawana jibu. Familia nzima kachanganyikiwa. Huku Samet yupo na Yafuzi. Dogo anajitetea na kuanza kumwashia Yafuzi moto. Niache, nitakuua wewe. Hivi kwa nini kufaga kipindi kile? Wewe ni msumbufu kama dada yako. Wewe ni kiburi msumbufu kama dada yako. Wewe nitakutumia tendo dada yako Azizi na Devran. Dogo akamtumia mate ya Yafuzi. Devran na Azizi wanapigiwa simu na Yafuzi na kumwambia kwamba Samet yuko naye. Azizi anamwashia moto Yafuzi. Yupo wapi kaka yangu? Yuko wapi kaka yangu? Nataka nini kutoka kwangu wewe? Nataka upate maumivu kama ninayopata mimi. Nataka nihakikishe kwamba mnateseka kama ninavyoteseka mimi. Uko wapi wewe? Uko wapi? Rudishie mdogo wangu. Na hapa nitakumaliza wewe. Yavuzi akakata simu. Huku familia imechanganyikiwa sio poa. Maana wanaambia Yavuzi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment ili wa kwanza kupata video zetu kila tunavyozi upload.